Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Winjoy Humotho, nimeokoka napenda Kristo. Nashiriki na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya pale mjini Meru. Na siku ya leo nina furaha tele kuwaletea mahojiano ya Askofu Reuben Thuranira ambaye amekuwa kwa huduma kwa miaka 60 sasa. Na nina tamanio ya kuwa tutasoma mengi siku ya leo. Kwa hivyo bila kupoteza muda, ningependa kuwaletea mgeni wetu leo. Ajitambulishe. Askofu, tungependa utuambie wewe ni nani, ulizaliwa wapi na mwaka upi? Mimi ni Reuben Thuranira, nimeokoka na nimejazwa na Roho Mtakatifu. Mimi nilizaliwa uko Meru, mahali panaitwa Keonyo, nikalelewa huko. Nilipokuwa mtu mzima ndio nilirudi hapa Kibirishia, nikakaa katika shamba la ndugu yangu huko Kimbo na Ashon, na huko nilitoka wakati nilipooa nikaenda katika mitaa ya Kibirishia. Maisha yangu yamekuwa hivyo. Sasa Kibirishia ndio niliokoka, na niliokoka nilikuwa mlevi wakati huo, mlevi kabisa wa pombe, bangi na hata tumbako nilikuwa ninafuta ile ya kusaga. Hayo yote yalijaa mwili wangu, na kunywa sigara. Lakini nilipookoka Mungu alinisaidia kutoka wakati huo nikaendelea vizuri, sijarudi nyuma. Tulifundishwa na wasungu wa Finland, wakatuletea injili nzuri sana ya Roho Mtakatifu na ubatizo wa maji mengi, na wakatufundisha kuishi kiroho. Kabla hujaokoka askofu, tungependa kujua maisha yako ya ujana kabla ya kuokoka. Utueleze zaidi ilikuwaje? Maisha yangu ya wokovu, nilipokuwa kijana, mimi nilikuwa mfuta bangi, na nilikuwa nikifuta pombe, kuimba nyimbo za Kimeru zile zilizokuwako. Hiyo ndio nilikuwa ninaimba na kuongoza vijana wengine. Nikawa kama mrevi wa hiyo mambo, maana niliposikia nyimbo mahali siko kama ni Meru, nitaenda huko, nitakuja wakati nyimbo zitakapokwisha. Sasa nilipooa nikaishi katika village hiyo ya Kibirishia na kuokoka. Kazi yangu ilikuwa ya kupasua mbao msituni, na wakati huo watu walikuwa wanapasua mbao huko kwa foresti, na hiyo ndio ikawa kazi yangu, nikiajiriwa na wale walikuwa wakiuza, waliofanya kazi ya kuuza mbao. Na Mungu hapo ndipo alinikuta nilipokuwa ninaendelea na hiyo kazi, na nikiwa mlevi, na nilikuwa nimeoa, na nilikuwa na watoto wawili nilipookoka. Na Mungu alinisaidia, nilipookoka sijarudi nyuma. Tulifundishwa neno lenye msingi, kujazwa na Roho Mtakatifu, na nilipojazwa na Roho Mtakatifu akawa msaidizi wangu. Kwa hivyo ninashukuru Mungu aliyenilinda nikafaulu kujenga maisha yangu, na hiyo ikanisaidia kununua shamba huko Darumoro ya eka 3, na ikanisaidia kupeleka watoto wangu huko na mke wangu, na tukawa tunalima tukiwa huko, na huko ndio watoto wangu walisomea. Baadaye ndio nilirudi hapa pande ya Meru. Asante sana askofu. Ningependa kujua utotoni mwako ukikuwa hadi wakati uliokoka, maisha ilikuwaje? Maisha yalikuwa magumu sana, maana hatukuwa na baba na hatukuwa na shamba letu mahali popote. Ni kuomba, tuliomba mahali pa kujenga tukapatiwa,
na tulipata taabu sana, maana tulikuwa na mama mpeke yake na tulikuwa vijana watatu. Mimi ndio kijana wa kwanza. Kwa hivi maisha yangu kumbwa na taabu nyingi, hadi nikaenda kuishi kwa ndugu yangu huko Kimbo Kibirishia. Nikaishi huko mpaka nilioa nikiwa huko. Alafu nikaenda katika village ya Kibirishia tauni. Hapo ndipo nimelelea watoto wangu hadi nilipookoka. Nikahama kutoka katika hiyo kijiji au village, nikaenda kuishi katika kanisa la Kibirishia Full Gospel Churches of Kenya pamoja na watoto. Na hapo ndipo Mungu alinisaidia, nikanunua shamba la Rumoro, nikahamisha watu wangu nikawapeleka huko. Ningependa kujua hiyo wakati ulikuwa unaokoka, ulikuwa umeoana? Nilikuwa nimeoa na nilikuwa na watoto wawili. Mliokoka wakati mmoja na bibi, ama ni wewe uliokoka mbele yake? Bibi yangu ndiye aliokoka mbele yangu katika kanisa la Methodist. Hamkusumbuana hiyo wakati aliokoka, wewe ukabaki kama hujaokoka? Alipoenda akaokoka, nilimwambia sina ubaya na wokovu, ujilinde na usije ukaseme kuna kitu ninakula kinaoleta harufu mbaya. Kwa hivi vitu vyote vile ninakula ni vitu safi. Nilimwambia hivyo, ukilinda hivyo basi tutaendelea vizuri na wewe utakuwa ukienda kwa kanisa lako. Ningependa pia askofu tueleze uliweza kuokoka aje, nani alikuhubiria ukaokoka, wokovu ulianza kwa jinsi gani? Sasa nilipokuwa ninaishi hapo na mke wangu ameokoka kwa kanisa la Methodist iliyekuwa kule Bolesti Mushiene. Maana village yetu ilikuwa karibu na hiyo forest ya Mushiene. Sasa mimi nikaachwa bila kuokoka na nilikuwa ninakunywa pombe. Siku moja tukinywa pombe nikasikia sauti inanizungumzia kuokoka. Nikaambia watu wale tulikuwa tunakunywa nao, pombe ilikuisha na ilikuwa bado haijakuisha, nilizungumza uongo. Maana nilitaka twende. Nikaralisha ile nyungu ilikuwa inatengeneza pombe. Alafu nikawaambia imemalizika, tukatoka tukaenda. Nilipopanda na barabara, hapo ndipo nilikutana na mtu anaitwa Ibrahimu. Alikuwa mtu wa kijiji yangu. Nikamuuliza, alamu umemaliza ushirika na nilitaka kuja kuokoka? Akaniambia, unaweza kuokoka kila mahali, hata hapa. Nikamuuliza, hapa njiani? Sasa nikadharau hiyo kabisa kuambiwa niokoke kwa barabara. Nikazungumza uongo, nikamwambia ninaenda hapa Poroti kuchukua nguo yangu inashonwa huko. Akaniambia twende nikupeleke. Saa hiyo nilikuwa mlevi. Akanifuata tukaenda huko na hakuna nguo ilikuwa huko. Nilikuwa ninamdanganya. Tulipofika kwa Poroti, nikaangalia nduka ile imefungwa, nikamwambia nguo iko kwa nduka ile, sasa imefungwa, sasa nikurudi nyumbani. Tukarudi, niambia nimpeleke mpaka kwake. Akanipeleka kwake na ananihubiria. Wakati huo tulikula chakula, nikamwambia sasa ninaenda nyumbani. Akaniambia twende nikupeleke. Sasa nikauliza nifanye mtu huyu namna gani? Nilikuwa ninakatakata watu sana na panga. Nikifikiri kumkata, mawazo ikaniambia huyu ni jirani yako, usifanye hivyo. Tulipoenda, nikamwambia baba yangu alikufa tulipokuwa watoto wandogo, tukabaki na mama, na mama amekula tabu sana na sisi, siwezi kuokoka bila yeye kukubali. Akaniambia ngoja nikaambia huyu mama. Nikasangana huyu mtu. Akaenda kwa mama, nikabaki. Sasa nilipobaki nilifikiri nitafanya nini nifukuze akirudi hapa. Mawazo ikaniambia kwenda fungua umbwa, arabu akifika umbwa itafukuza yeye. Sasa nikazunguka pande ya nyuma, nikaenda kufungua umbwa, kuchika kamba ya umbwa,
nikaanguka bila kufungua. Nilipoamka hapo ndipo nilifikiri nikukufa ninakufa. Nikaambia Mungu niokoe, na nikaacha kufungua umbwa. Nikaingia ndani ya nyumba, nikaambia bibi nimeokoka. Akacheka sana, maana nilikuwa mlevi bado hata siku hiyo. Akacheka. Mimi nikasimama kwa mlango nikisangana huyu ananishekelea ni kwa nini. Niliposimama hapo ndipo Ibrahimu alitoka kwa mama. Alikuwa amezungumzia mama. Mama akasema kama mkiokoka ningefurahi sana, na hata huyu aache kunywa pombe maana ametusumbua sana. Sasa akasema nenda muokoke, lakini nikiwaita ni watume mnaitika mara moja. Ile nikiwatuma china chinda na nyinyi kama mtakubali hayo yote. Sasa Ibrahimu alipokuja niligeuka nikamwambia Ibrahimu nimeokoka. Hata yeye akasangaa. Nikamwambia nimeokoka. Nilipoona vile ananiangalia nikamuuliza au mtu anaokoka namna gani? Sikuamini Yesu ni Mwokozi. Akaniambia ndio. Nikamwambia hata kutoka leo Yesu ni Mwokozi wangu. Akaniambia Mungu akubariki. Akaingia ndani ya nyumba akanizungumzia, tukamalizana na hiyo. Akawa rafiki yangu ya wokovu, na Jumapili ndio alinichukua tukaenda kwa kanisa lake. Bibi yangu naye alipoona nimeenda huko akasema nitafuata huyu nione. Alipokuja tukaenda kwa kanisa, ilikuwa kwa Fereji, kanisa la Full Gospel. Hapo ndipo tulikaa, na hata yeye kutoka huko tena tukawa washirika wa kanisa hilo. Na tukaendelea na hiyo kanisa. Tulikuwa tunahubiri huko milimani, viwanjani, hata dukani huko tauni, na tukaendelea hivyo. Tukienda kwa kanisa hiyo ilikuwa inajenga katika village, haikuwa na nyumba, ni kukaa nje. Basi tukakaa huko mpaka wakati ule Mungu alitusaidia tukajenga kanisa ya mawe. Tulijengewa na msungu, huyu alikuwa anaitwa Enzio kutoka Finland. Sasa alipotujengea hiyo kanisa tuliishi hapo, na mpaka wakati Enzio alipoenda Ulaya akawa mzee sana, akagonjeka na alibariki. Hivyo ndivyo tunaishi kwa kanisa hilo la Full Gospel tangu wakati huo hadi sasa. Na kwa kanisa hilo ndio nilibarikiwa nikawa mhubiri, tena nikawa mwinjilisti wa kutumwa hapa na pale kwenda kuhubiri, na nikaanza kufungua makanisa kutoka hapo. Kabla ya hata hapo kwa kanisa askofu, wakati ulikuwa hujaokoka ulikuwa na marafiki na ulikuwa na ndugu zako, walichukulia aje wakati uliwaambia umeokoka na unataka kuachana na hizo njia ufuate Yesu? Walisangaa, hawakuamini nitaweza kusimama huko kwa muda mrefu, maana walijua nilikuwa mlevi wa bangi na mlevi wa pombe. Waliongojea nirudi nyuma, sikurudi nyuma, na marafiki wote wakasangaa. Hata wengine walitoka Kadheri waliposikia nimeokoka kuja kuona kama nimeokoka, na wakiona nimeokoka wanarudi Kadheri tena wakiwa wanasangaa. Kwa njia hiyo hata marafiki wangu wakaokoka wengi. Tukaendelea na kanisa kuhubiri hadi wakati huu sijarudi na nyuma. Kama nimekuelewa askofu, hata mamako mzazi alikuwa amesumbuka na kushangaa wakati ulikuwa umemwambia umeokoka. Kuna uwezekano ulikuwa umewasumbua sana kabla yako uokoke? Si kidogo, niliwasumbua sana na kunywa pombe na nilikuwa mlevi na kufanya mambo mengi huko nje, kukatakata watu, na aliletewa ujumbe bila mtoto yake anafanya. Alinionya lakini hakufaulu. Mpaka wakati ule niliokoka ndio nikaacha ulevi. Alifurahi sana mama, na atakaanza kuja kanisani, lakini yeye hakuokoka.
Sasa kuna watu ambao askofu wamejipata katika ulevi, wako na hizo sigara, wanavuta sigara, hizo vitu zote, na wangependa kuachana na hizo njia pia wamfuate Yesu. Ungewashauri vipi? Ningewashauri waende kwa kanisa na waokoke na wakubali kuomba Roho Mtakatifu mpaka wakijazwa na Roho Mtakatifu watakuwa na nguvu na ushindi wa kushinda mambo yote, maana Roho Mtakatifu ndiye anasaidia mtu kuliko mambo mengine yote. Yale tunaosema na mdomo, Roho Mtakatifu ananena na mtu na kumsimamisha na kumweka nguvu ndani. Yeye anachikilia neno lile anasema, na maneno yale yote anasema na yale wanafundishwa anashika kwa sababu ya Roho Mtakatifu, na anakuwa na uwezo wa kushinda dhambi yote. Asante askofu. Sasa ningependa, umesema wakati uliokoka ukakuwa mhubiri, ni wapi na wapi uliweza kuenda ukihubiri hiyo wakati? Nimehubiri mahali pengi, nilihubiri Katheri, nikahubiri Mbwenjeru, na nikasimamisha hiyo makanisa vizuri. Nimehubiri Tharaka makanisa 3 na yamesimama. Nilihubiri na kuwachengea kanisa 2, nilisenga mimi mwenyewe na pesa yangu na kuita watu kufanya mchango, tukajenga kanisa hizo 2 ikasimama, na kanisa hiyo imesaa makanisa kuliko ini yale yalio huko Tharaka. Kwa hivyo nilihubiri hapo, na kanisa la Maua ni mimi nilianza hiyo kanisa ya Maua, na kanisa ingine iko huko pande ya Igembe huko chini, na hiyo ndio nilianza kanisa ile ya Marisabeti, tukiwa na ndugu wengine wakaniachia, nikaisimamia nikiwa na kanisa la Meru Town. Na kutoka hapo tukaenda Moyale, tukiwa na ndugu alikuwa anaitwa Mutuma. Tulipotafuta nyumba, yeye akawa na mwito wa kukaa huko, tukakaa wiki moja, tukapata kanyumba ya kukaa, na watu wakaokoka watu 4. Katikati ya hiyo wiki nilimuwasha na hao watu nikarundi. Sasa kanisa hilo la Moyale limefungua branchi ingine na makanisa ingine mpaka ng'ambo ya Moyale. Kuna makanisa 2 na kanisa moja ina uwanja kubwa sana. Sasa wanafikiri kujenga shule huko, lakini hapa Moyale kwa mpaka wamejenga shule kubwa sana, ina mpaka class 4 80, na inaendelea na ina watoto wengi sana hiyo shule, na watu wanaipenda, hata wanaleta watoto kutoka ng'ambo ya Moyale wanasomea hapo. Kwa hivi hiyo kanisa inaendelea vizuri, na kijana anaitwa Njoeli ndiye anakaa huko sasa wakati huu, na huyu mtuma waliyekuwa naye aligonjeka ugonjwa wa sukari na ikasindi kuharibu mwili wake mpaka akaaga dunia. Kwa hivi sasa Njoeli ndiye anakaa huko mpeke yake sasa, na kanisa kubwa sana ina watu wengi. Yeah. Naelewa ulikuwa mhubiri na pia mchungaji katika kanisa lile la Full Gospel pale town, Meru Town. Ningependa utueleze ilikuwaje ukatoka kanisa la Kibiriche ukajipata pale mjini Meru. Sasa kanisa la Kibiriche nilikuwa mimi ni mhubiri wa kanisa hilo, na nikiwa hapo kanisa hilo Meru Town ilipoanza kujengwa kanisa na msungu mmoja alitoka Finland, alikuwa anaitwa Peka. Mhubiri aliyekuwa huko akaanza kuleta matatizo, maana alikuwa ameandikwa mahali fulani na anahubiri hapo. Sasa kwa sababu ya kuandikwa huko, na mke wake akaandikwa kwa mwenye duka hiyo, maana alikuwa DC, na akachukua mke wa huyu mhubiri akawa manager
wa duka lake, duka ikawa kubwa sana. Hata huyu mhubiri akaanza kudharau kanisa, hata wakapanya kelele na kupanya ukorobi pamoja na missionary. Sasa akakataa kuhubiri, nikaambiwa nitoke Kibirichia, nikasimamia hiyo, maana ni mimi nitaweza kuisimamia. Sasa nilikubali kwenda huko, na kutoka hapo nikaendelea na hiyo kanisa ya Meru Town. Mliweza aje kufungua hizo kanisa zingine za Meru Town? Sasa vile nilikuwa ninafanya, nilisikia nikiwa na msukumo ndani ya moyo wangu. Nikiona mahali fulani kuna stahili kufunguliwa branchi, ninaenda nafungua, na ikifunguka na kuwa na washirika wakuja, na jaribu kuwachengea, nikijenga kanisa na inakuwa na watu, ninatafuta mhubiri, ninapeleka hapo, anabaki kwa branchi hiyo, na kazi yangu ilikuwa kwenda na kuwafundisha na kurudi tena Meru Town. Hiyo wakati askofu hakukuwa na pesa kama vile tuko na pesa ama magari zenye tunaenda nazo. Huko mlikuwa mnazunguka hata nje ya Meru mkihubiri, mlikuwa mnatumia jinsi gani? Sasa vile tulipanya, tulienda tukifungua kanisa, na washirika wakianza kuongezeka kutoa sadaka, tunatafuta mhubiri, tutampeleka naenda kuhubiri hiyo, na atakuwa na kiwango ya mshahara wa sadaka ile wanatoa, tunamsaidia na hiyo, na sisi Meru Town tunaongeza kidogo kufikisha mshahara ule tunampatia. Sasa anabaki huko na anahubiri. Itakapokuwa sadaka nyingi, atabaki kuchukua sadaka kutoka kwa pesa yake hiyo yao, na tulikuwa tunawafundisha jinsi ya kuweka, na vile watapatia mhubiri, na kulinda kila senti inatoka kwa mifuko yao, inasaidia huyu mhubiri. Sasa hiyo ndio tulifaulu naye. Kabla hata hamjapanda hizo makanisa, hiyo mlikuwa mnaenda kuhubiri, mlikuwa mnatumia jinsi gani? Mlikuwa mnafika huko aje? Mlikuwa mnatembea? Tulitembea na baisikili, na mara nyingine tulienda na miguu. Hii ndio ilitusumbua sana, lakini kwa maana hatukuwa na magari wakati huo wala baisikili, tulikuwa tumezoea kutembea na miguu. Na tukienda huko, tunakaa huko, maana hatukuenda na kurudi siku hiyo. Tunaweza kukaa siku 2, 4, 5 mpaka siku ya kurudi, naye itakuwa siku moja kurudi tena, maana tutakuja na miguu. Hiyo ndio tulifanya, hatukuchoka. Kwa hivyo kama nimekuelewa, watu walikuwa wamejitolea kabisa, ile yenye kama kuna pesa ama hakuna wanaenda tu kuhubiri. Hivi ndivyo walifanya, na hata kama kulikuwa hakuna pesa, tulikuwa tunachanga chakula ya mhubiri ya mwezi, na tena mwezi hiyo ingine tutachanga. Kwa njia hiyo tulitunza wahubiri wetu, na tuliwanunulia nguo na viatu. Sasa hawakufungukiwa na kitu. Katika hiyo kufanya huduma na hiyo kutembea, ni changamoto zipi mlipatana nazo? Jambo moja ni kuchoka na kukosa chakula. Maana kama ni mahali tumeanza mahali mpya, lazima tuchenge chakula, ipelekwe huko. Ikipelekwa huko, huyo mhubiri atakula hiyo, na tunalinda sana isimalizike apate njaa, na tunafundisha watu kutunza mhubiri wao. Tukiona wanafaulu kutunza, sasa tunawaacha na mhubiri mikononi mwao. Kazi yetu ni kwenda kuangalia kama wanaendelea vizuri, na tutawasaidia kujenga kanisa la kuombea. Kama ni ambao au ni ya miti, tunatengeneza na matope, mpaka wakati ule tutapata nguvu tuone mbao, tujenge na mbao.
na baadaye tutajenga na mawe. Kwa hivyo tunajenga hata makanisa ya mawe huko. Ukiangalia kanisa ya siku hizi askofu, kuna hiyo tatizo ya pesa, watu labda hawawezi kumchunga mchungaji wao, ama pesa zinaleta matatizo mingi na kuwa hatuwezi kuweka pesa, hatuwezi kufanya hili bila pesa. Ni nini imeleta hiyo mabadiliko kwa maoni yako? Hii mabadiliko ya wakati huu, kuna makanisa mengine hawawezi kuchanga kwa sababu ya mhubiri. Watu wakikuja kutoka Risabu na kuja na wanaokoka, wakiona mnawasumbua na pesa, wanarundi na kanisa linabaki bila watu. Lakini kama wale tunatuma huko wametoka, kanisa ina nguvu na kufaulu kujitunza, watafundishwa kutoa kitu kidogo kidogo, wakikusanya watasaidia mhubiri apate chakula na pesa kidogo ya kujisaidia kwa mifuko yake, na tunawafundisha kuweka sadaka vizuri mpaka watu wakiongezeka, pesa zitaongezeka, itapatikana baadaye ya kutunza mhubiri. Kwa hivyo askofu, ningependa utueleze ni nini viongozi wa kanisa ya siku ya leo wanafaa kufanya kuhakikisha ya kuwa injili inaendelea kama vile walivyopitishiwa hiyo injili. Kile kinastahili siku hizi ni watu wafundishwe kujitoa na kutoa mali yao. Alafu pesa ikikusanywa, waone wana uwezo wa kutoa pesa ya kutunza huyu mhubiri wao, na kidogo ya kutuma mwinjilisti aende akafungue kazi mahali fulani, na tunaita mhubiri yule tunataka kutuma, tunamwambia tuna pesa kiasi hiki, utaenda huko, tutakuwa tukisaidia na hiyo, na nguo tutakununulia tukupatie. Pile pesa itaendelea ikiongezeka, tutaendelea tukikusaidia, na kwa njia hiyo yule anaitwa, anasikia hiyo, anaenda. Tutamsaidia na chakula na nguo na pesa kidogo. Pile pesa itaongezeka, ndivyo tutaenda tukiongeza. Mshahara ukiwa ya kutosha, sasa tutamuacha hivyo mambo ya nguo na chakula ajitafutie na ile mshahara tunampatia. Watu wengi katika hizi nyakati tunaishi askofu, hawangependa kujipeleka ama kwenda kutumika kama mahali hapo wanajua atangoja tu wakati sadaka itatosha ndio apate kitu. Watu wengi hawana hiyo kujitolea, ama injili, ile moto ya kupeleka injili imepungua. Ni nini inaweza kuwa imechangia hiyo kwa maoni yako? Kile kimechangia wakati huu, kwanza watu wanapenda pesa. Na hii pesa inawasumbua. Maana mkijaribu kutuma mtu na hamna pesa, na yeye hana asikii kuumizwa moyoni mwake na mchukumo wa mwito wake, hawezi kwenda. Sasa wale wanaenda ni wale wana mwito huo, hata pesa isipotosha wataenda. Hata kama hakuna pesa, wapate chakula mpeke yake, wanaenda. Na sasa wasee nao wakiona mhubiri amejitoa kwenda, anaenda na naongojea wasee watampatia kile kitapatikana. Lakini siku hizi watu wanachindwa na hiyo kwenda kuongojea, maana wanaogopa wasee wakose, nao wakose kitu ya kukula. Nje ya Meru ni wapi kwingine umeweza kuhubiri? Sisi mahali tunahubiri ni Moyale, tunahubiri Marsabit, tunahubiri mbali kama Tharaka, hatujaenda mbali kuliko hapo. Kuna wakati umetoka nchi ya Kenya ukienda kuhubiri? Kutoka nchi ya Kenya kwenda kuhubiri nikialikwa nimeenda. Kama huko Finland nilienda mara 2, na safari moja ndio nilienda kwa sababu ya mahubiri, nikakaa miezi 3. Safari nyingine nilienda kwa sababu ya masishi, na masishi yalipomalizika
Nikakaa miezi hata hiyo mitatu na nikihubiri huko, maana nilikuwa na mahali pa kulala na mahali pa kula chakula. Sasa sikuwa na shinda ingine. Ni hiyo tu, nilizunguka huko Finland miezi mitatu, baadaye nikurundi. Huko Finland hamkusumbuana kama kuelewana kilugha na vitu kama hizo? Hamwezi kusumbuana na lugha, maana kuna watu huko wanaojua Kiswahili. Hata kama hujui Kiingereza utatumia Kiswahili, naye watatafsiri kwa lugha yao, na sasa hakuna shinda. Hii wakati yote ulikuwa unatoka nje kwenda kuhubiri askofu, naelewa ulikuwa na familia na ulikuwa na watoto. Bibi yako alichukulia aje wakati ulikuwa unatoka unamwacha na watoto na vitu kama hizo? Bibi yangu alikuwa na mwito mkubwa sana, maana hata nilipoanza kuhubiri hakuna mshahara tulikuwa tunapata. Kama nilipokuwa Katheri na nilipokuwa Mbwinjeru, nilikuwa ninaenda kuchukua chakula nyumba yangu, maana alikubali hata yeye mahubiri, na hata yeye alikuwa msaada wangu wa kunisaidia na chakula na kuniletea pesa akiuza viazi. Na sasa sikuwa na shinda ingine yoyote, maana ninapata chakula na pesa kidogo ya kwenda hapa na pale na kununua kile ninataka. Kwa hivyo tulisaidiana na yeye. Hata yeye alikuwa na moyo huo wa uinjilisti. Watoto wako hakuna wakati ilifika wakasikia ni kama wewe kama baba umeenda sana, umewaacha hawawezi kujikimu kivyao? Au kuwa unaonekana nyumbani wakati mwingi unahubiri huko nje? Ilikuwaje kwa watoto wako? Watoto wangu walikuwa wamezoea, maana walikuta mambo hayo. Wa kwanza na wa pili ndio nilianza tukiwa nao, na hata watatu sehemu kidogo, maana watatu walizaliwa nilipokuwa ninahubiri Katheri, na walizoea wale, maana nilikuwa ninazoea kwenda. Hawakuona shinda wakibaki na mama, na mimi nilizungumza na bibi yangu. Fisi ya shule tulichunga sana isipotee hata siku moja, ili watoto wasije wakasema ni bila baba aliye mhubiri ndio tunakosa pesa. Hata huyu Kitonga alikuwa hapa akaenda kulala, alisoma wakati huo tulipokuwa na Rumoro, na kulikuwa na dada zake 4 mbele yake. Hawakukosa fisi hata siku moja, bali waliendelea vizuri mpaka wakasoma mpaka university. Sasa kuna watu wako tuseme ni wapya katika ndoa na wako na huduma ndani yao, lakini wanasikia familia inaweza kuwa ni pingamizi yangu kufanya huduma jinsi inavyostahili. Ungewashauri hawa watu vipi? Ningewashauri waombe Mungu, na kama mtu asikii mwito kabisa asiende huko, maana atajilaumu. Au kama ni mume alaumu mke, au mke amlaumu kwa sababu ya kwenda kutembea na hana mwito ndani. Na wote wawili lazima wawe na mwito huo wa kuhubiri Injili. Sasa wasungumuse na waweke makubaliano yao vizuri, na kila mmoja ajaribu kutimiza ile wamekubaliana. Hii ndio inaleta baraka katika nyumba. Na baraka ikipatikana katika nyumba, watu wataendelea kuhubiri. Askofu, ni misingi ipi tunaweza kushikilia kama kanisa ya siku za leo ndiposa tuweze kuendeleza Injili na hiyo kazi ya umisheni na uinjilisti? Jambo la kwanza ni kulinda pesa ya watoto wa shule, wasikose fisi hata siku moja. Tena mulinde nyumba yenu isikose chakula. Mkifaulu hayo, mtapeleka Injili mbele na itaendelea mkijitunza kwa chakula na nguo. Msiongoje kununuliwa nguo na watu, mbali mjinunulie nyinyi mwenyewe. Chakula itoche kwa nyumba,
na nguo iwe inawatosha ile yote mnataka. Alafu sasa huyu saa hiyo huyu mmoja aende akahubiri, mwingine abaki alinde nyumba kulingana na uwezo wenu. Kwa hivyo ni kusema watu wakuwe na hiyo kujitolea na kukuwa na huo moyo wa kupea wengine nguvu ndio wakaweze kuhubiri. Ndio, na wajue ni nini hiyo injili, ni nini kuhubiri, ni nini. Sasa mtu akijua hiyo ndiye atahubiri, maana atajua kuhubiri ni kuita watu katika ufalme wa Mungu waende pamoja katika safari hiyo ya wokovu na kutunza kanisa. Shinda moja kuu ambayo tunapitia askofu ni sijui ningesema ni kanisa ambazo tunaenda siku za leo hawatupe hiyo misingi ya kuendeleza injili, ama imekuwaje? Kwa sababu vile mlikuwa mnaenda misheni hiyo wakati si venye tunafanya siku za leo. Sasa shinda ile kubwa sana siku hizi watu wanafikiria habari ya pesa. Maana mtu akisikia kwenda kuhubiri wanaulizana, na sasa pesa itakuwa inatoka wapi? Kama kanisa halina pesa hawataenda. Lakini wale wanaoenda kuhubiri injili, mtu akipata chakula tu ya tumbo na nguo anaenda, na hiyo mambo mengine ya kupata pesa ataashia Mungu. Mungu amsaidie na yeye afanye kazi kwa mkono na ahubiri na wafanye mpango mume na mke. Sasa mpango wa kazi ya shamba iwe ni mikononi mwa bibi, na bwana yake atamsaidia na pesa kutunza kama ni shamba au kama ni ng'ombe. Sasa injili itaendelea wakiwa na mapatano. Wasipopatana hiyo na bibi akikataa kubaki mpeke yake nyumbani, bwana yake hawezi kuhubiri. Asante askofu. Ukiangalia nyuma katika hiyo miaka yote umefanya huduma, ni kuna jambo unaweza kuwa unajutia ili afadhali nisingelifanya? Tangu nihubiri injili hakuna shinda mimi niliona. Kama nikikosa pesa tutafanya mpango na bibi yangu tuone njia ya kupata pesa, na pesa ile tulitafuta hatukutafuta sisi ya kuweka, tulitafuta pesa ya kujisaidia katika chinda ile iko, na hiyo ikitosha tunaongojea Mungu afanye mapenzi yake. Na kusema kweli Mungu alifanya mapenzi, tulipata pesa ya kula na shule na ikabaki na tukaweka hata banki. Asante. Kwa hiyo miaka umefanya huduma askofu, ni jambo lipi unaweza angalia hapo nyuma unasema limekupea furaha sana katika huduma yako? Kile ninaangalia na kufurahi ni ya kwamba ukifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, Mungu atakuashiria. Mimi nilishangaa, maana nilipokuwa nikihubiri injili pesa zilikuja sikujua inatoka hata wapi. Hata pesa ilitoka mpaka Ulaya na sijui, na nikose kujua imetoka kwa nani. Ni baacha ninaona tu imeandikwa Ruben Zuranera, na nilishangaa, maana kwa njia hiyo Mungu alinisaidia kupata vitu vya kutumia pesa, na hata nguo nilipata kutoka Ulaya, maana nilikuwa na marafiki wengi, na hao ndio walichanga hiyo na kuniletea. Kwa sababu hiyo nikaendelea katika furaha nikishukuru Mungu, maana niliona Mungu anaweza jua mtu si kwako tu peke yake, hata kutoka mbali watu wakuletee. Kama ni pande ya Kenya, hata kuna watu waliniita wakanipeleka kwa duka, wakanitununulia viatu, wakanitengenezea shuti, nikapangu. Kwa njia hiyo niliishi.
Asante. Hizo kanisa zote uliweza kupanda askofu, ukiangalia nyuma unaweza sema zinaendelea vile ulivyokuwa umeona hiyo wakati? Ninaona kanisa zinaendelea, maana hata kama ni Moyale imeendelea sasa sana, mpaka wanafungua pande ile ya Moyale, si Kenya. Ndio hiyo nilikuambia, na ninaona wanaendelea vizuri na wanatunza ile shule tulifungua na huyo mzee alikufa, na shule inaendelea vizuri. Ninaona kanisa hilo inaendelea vizuri. Nikiangalia watu wa Tharaka ninaona wanaendelea vizuri, wamechenga makanisa na wanahubiri, na ile niliwafundisha kufungua branch wamefungua mingi. Na kwa hivi makanisa yanaendelea kupata nguvu. Kama ni Maua, kanisa ni kubwa sana na inafanya kazi yake na kufungua sehemu zingine. Kwa hivi wanaendelea vizuri, maana wale wazee wa kwanza tuliowafundisha kusimamia injili wanajua kusimamia hata wakati huu. Maana kile kinaishi katika kanisa, kitu kizuri ni kufundisha wazee habari ya injili na kujitolea na kutoa mali yao, na hii inafanya watu kuendelea. Asante sana askofu. Naona umeandika hiki kitabu kinaitwa Nguzo Thabiti za Kanisa la Pale Pale. Ningependa utueleze ni msukumo mgani ulikuwa nao ukiandika hiki kitabu? Msukumo ile nilisikia ndani ya moyo wangu ni wakati nilipoona nimeenda retire, na nikaona nina ufahamu ndani yangu na nina maneno ningeandika niashie watu. Sasa ndio niliwafundisha nguzo ile 4 thabiti ile ya kusimamisha kanisa. Nikafikiri niandike kitabu, maana maneno yalionenwa kwa mdomo bila kuandika mahali yatapotea polepole. Lakini ukiandika kitabu kitabaki na watu watasoma, hata wakikosa mambo ya kuwafundisha baadaye na kukosa walimu wa kufundisha, wataishi na kitabu kile, na kitabu kitawafundisha na kitainua walimu katika kanisa, walimu wa kufundisha kanisa lingine. Maana mtu akisoma akifahamu habari ya Roho Mtakatifu atakuja kufundisha kanisa. Mwingine akifahamu ubatizo, maana hata hiyo ni nguzo moja, ataenda kufundisha. Mwingine atafundisha wokovu, na walimu watakuwa wameinuliwa na Roho Mtakatifu katika kanisa, wataendelea juu ya kuona mahali fulani na watafuata. Ndio nikaandika kitabu pole pole. Asante sana askofu. Na mtazamaji, hiki kitabu ndicho kimeandikwa na askofu Ruben Thuranira, Nguzo Thabiti za Kanisa la Pale Pale. Nimejinyakulia kitabu changu, na hapa ndani ameeleza kwa undani nguzo ambazo zinaweza kufanya kanisa la siku ya leo likasimama, na ni kitabu kilichojaa utajiri wa Biblia. Kwa hivyo ningekuhimiza kama mwokovu ununue hiki kitabu. Kinaenda na shilingi 500 peke yake, na utaweza kujenga imani yako. Hiki kitabu unaweza kukipata pale katika kanisa la Full Gospel Church of Kenya Meru Town. Na iwapo ungependa hiki kitabu, kuna namba iko hapo chini, unaweza kutupigia na kitabu kitaweza kukufikia. Na nina uhakika sisi wote tutajengeka na tutaendeleza kazi ambayo mababa zetu walianza ya injili hapo awali. Kwa hivyo askofu, tukimalizia, ningependa uangalie ile kamera, utupe mashauri kwanza kama vijana. Ningependa uanze na kutushauri sisi kama vijana. Sasa kile ningependa kusema na kuambia vijana wa siku hizi ni katika kanisa kufanya ngurufu ya kwenda kufungua mahali
na wakizungumziwa na Roho Mtakatifu waone katika sehemu fulani katika kijiji hiyo hakuna kanisa lililo karibu, wanaweza kujipanga bila watafungua huko na kufungua watu. Hata kama hawajapata mhubiri, ni wale wanachikana na wanafanya mpango ule watafanya wa kufaulu kabisa. Ni vijana hao kujitoa na kutafuta chakula yao, wanaenda katika kijiji hiyo wakiwa watu 5 au 6 au wakienda ngurubu ya watu 10, wanahubiri wiki moja, wanarudi, wanaacha watu 2 wakifundisha wale waliokoka. Kwa njia hiyo hao wakirudi, kama hawajapata mhubiri, watarudi wengine 2 wakuje wafundishe wiki hiyo moja. Sasa wafanye mpango huo na kanisa litaokoka watu pale na litapata mhubiri, maana Mungu ndiye ataita mhubiri kwenda pale. Sasa kasoro ile iko sasa, hakuna watu wanaojipanga wala kujitoa kwenda kuhubiri mahali wiki moja. Hii ndio nilifanya hata Tharaka na vijana. Tulienda vijana wote wa kanisa kutoka Meru Town, tukibeba chakula yetu. Tunafanya siku 3. Tuna chakula yetu, sufuria na sahani na vikombe. Tunaenda tunatafuta mahali pa kukaa, na kama ni town fulani tunaweka chakula hapo. Tunatafuta nyumba za kulala na mahali tutafikia. Tunaenda kuhubiri, tunaacha watu 3 au 4 wakitengeneza chakula. Tunaenda tunahubiri, tukirudi tunakuta chakula ni tayari, maana tulikuja na sufuria zetu na mitungi ya maji. Sasa mahali tutaweka chakula ndio tunaacha 2. Kesho tutawaacha wengine wale nao tuende nao, na kwa njia ile kanisa linafunguka. Likifunguka sasa ni kutengeneza njute za watu kwenda kuhubiri 2 wiki, na kanisa litapata mhubiri. Kwa njia hiyo tukafaulu kufungua branch nyingi. Na wale watu wako na unduma na wako katika ndoa ama wameoana, ungependa kuwashauri vipi? Wale ningekuambia ni kazi yao, kwanza watazungumzana mume na mke. Baadaye sasa wataona vile watahubiri mahali fulani, kama ni kupanga safari na kutafuta watu wa kwenda nao. Kanisa likifunguka sasa wataona kama ni huyu mume ataenda pande hiyo kuhubiri au wataenda pamoja na mke, maana kuna wengine walifanya hivyo na wakienda wanahubiri kwa hiyo kanisa na wanafaulu, wanakaa huko kama mhubiri na watatafuta kazi yao wakifanya na mke. Hata kama ni kwenda mahali ile wanahubiri mpaka majuma kadhaa watakapopata watu. Sasa hapo ndio watafanya mpango. Huyu mume atakuwa akibakia kule akihubiri, na mahali wanatoka kwa kanisa wanakuja wanatafuta watu wale wanasikia wanamuito, hata kama si wa kukaa huko, wanafanya njuti ya wiki. Sasa wanafanya na wakifanya karibu miezi 6 au mwaka moja, kanisa itapata mhubiri kwa haraka. Asante askofu. Kikundi cha mwisho ni viongozi wa kanisa, wahubiri na wachungaji, ungependa kuwashauri vipi? Kile ningependa kuwashauri ni kufanya mikutano ya mafundisho na kufundisha habari ya uinjilisti. Yaani uinjilisti ni hiyo kuhubiri nje. Na sasa wakipanga mpango wa uinjilisti, katikati yao kuna mtu atanenewa na Mungu na atasikia kwenda huko. Sasa akienda huko, au wengine wanaobaki hata kama hawana pesa watafanya mpango. Kila mwezi wewe utatupatia shilingi 5.
mwingine atatupatia 50, mwingine atatupatia 100. Sasa watu 20 pesa inapatikana ya kupatia yule mtu apate chakula na sabuni ya kusafisha nguo na ataendelea huko. Asante sana askofu kwa hayo mashauri umeweza kutupa. Mtazamaji, ninatumaini ya kuwa umesoma mambo mengi sana, na jambo moja kubwa nimesoma ni kuwa watu hapo awali walikuwa wamejitolea sana kuhakikisha ya kuwa injili inaendelea. Walijitoa wao kibinafsi, walitoa pesa zao, walitoa kila kitu yao kuhakikisha ya kuwa injili inaendelea. Na kitu ingine kubwa nimesoma ni kuwa ndoa sio sababu ya wewe kuachana na injili ama kuachana na huduma yako. Waliweza kufanya huduma na wakaifanya vizuri kabisa wakiwa katika ndoa na wakiwa na watoto, na kila kitu ikaenda sawa sawa. Kwa hivyo ningependa nikuachie changamoto leo. Wewe kama Mkristo, ni nini unafanya siku ya leo kuhakikisha ya kuwa hii injili inasonga mbele na watu zaidi na zaidi wanajiunga na familia la Kristo? Asante, ubarikiwe sana.